100 hapa katika NARUA Technical Training College. Lakini pia nitarudi hapa kwa sababu tumekubaliana na mbunge wenu na wabunge wote wa Kenya ya kwamba CDF sasa tutatumia kujenga ICT hub katika kila ward, na pale kwa ward sisi mjumbe wenu watajenga ICT hub, tutalete pale internet, tutalete pale computer, na tayari tumepanga ajira. Weke pesa kwa mfuko na Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nataka nimuulize hapa Bwana Ndikeni ya kwamba mimi nataka in the next 9 months mimi nirudi hapa BUURI. Na hiyo biko mimi nataka ama mnasemaje? Nilisema ya kama wewe ni architect ni kazi, ile ya plumbing ni kazi, ile ya carpenter ni kazi, ile ya mason ni kazi, digital jobs ni kazi. Kazi ni nini? Hiyo ndio mpango tunataka, kwa sababu hatutaki vijana wa Kenya wahangaike, na lazima tuwe na mpango maalum ya serikali ya Kenya how to create jobs in Kenya. I want to tell the young people of the Republic of Kenya, you have an opportunity in our programs, in housing, in the digital jobs, in the export of labor, to have a job so that you can get an income and you can manage your life and contribute to the development of our country. So every young person must seize that opportunity. Vilevile mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mradi huu. Hii mradi ni kati ya infrastructure ya kilimo, kwa sababu wakulima wengi mali yao inaharibika, viazi yao inaharibika, mazao yao inaharibika, kwa sababu wakingojea soko, wakingojea bei nzuri, mambo yao inaharibika. Ni kweli ama si kweli? Sasa tukienda mbele, mtakuwa na facility hii, mnaleta mazao yenu hapa viazi inaweza kungojea hata mwaka moja. Leo unanielewa? Sasa ile watu wajeuri wanatusumbuanga sisi, ati wanakuzungusha, ati ndio saa iende chini, ati uze kwa ile bei anataka. Akitaka sasa kutuzungusha, tunamwambia rudi siku nyingine, viazi yetu itangoja hapa. Mpaka tukubaliane bei ya sawasawa. Mpaka tukubaliane ile bei ya sawasawa. Sasa viazi haitakuwa inaoza. Tunaelewana? Na mazao ya wakulima haitakuwa inaoza because we have a cold room. Na mbali na hii cold room hapa pia tumeweka pesa milioni 500 ya kujenga County Aggregation and Industrial Park. Mahali pia tutakuwa na cold rooms kama hizi, tutakuwa na processing facilities, tutakuwa na agro processing facilities na value addition facilities, ndio wakulima wetu wapate mapato zaidi kutoka mazao yao, watuzalishie chakula, wapate pesa na tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Meru tunangojana. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi wakulima wa muhimu sana, wazalendo. Hapa Meru tunapata chakula mingi ya kuzalisha wa Kenya. Na ndio sababu hatua yetu ya kwanza kama serikali mwaka uliopita, tulipunguza ile gharama ya mbolea kutoka 6,000, 7,000, sasa hivi 2,500. Kuanzia wiki ijayo nitakuwa nimejaza mastori hii yenu yote. Waziri wa kilimo yuko hapa, Methika Lenturi. Nimempatia pesa ya kutosha wewe waziri ya kuleta mbolea. From next week mbolea inaanza kufika. Mimi nawauliza wakulima, ili tuongeze productivity ya mazao yetu ya kilimo katika Kenya, lazima tuongeze mambo ya fertilizer. Yule ambaye alitumia magunia moja last year, weka magunia 2. Hata mimi kwa shamba yangu naweka gunia 2, alafu naongeza ingine 2, ndio nipate mazao zaidi, tuzalishe chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jamani? Mimi narudia kuambia wa Kenya, we cannot spend 500 billion shillings every year to import food when we can grow it locally. That is why we must work together as government, as citizens, as farmers, as private sector, to ensure that we grow enough food in Kenya to avoid the challenge of importing food, using our foreign exchange and encouraging hunger in our republic. We want to eliminate hunger
by growing food locally. Wakulima mtafanya bidii? Mtafanya bidii? Na serikali itasimama pamoja na nyinyi, tuzalishe chakula, tufukuze njaa. Mimi nawafurahia sana kwa sababu wakati wengine walikuwa wanatoka sufuria kwa kichwa, nyinyi mlikuwa shambani. Kati ya mwenye aliona sufuria kwa kichwa na yule alienda shambani, nani atasaidia kuzalisha chakula? Yule jamaa wa shambani. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Mzishi. Sasa unga inatoka kwa duka ama inatoka kwa shamba? Na mtu akienda kuzunguka hapo na maandamano kwa kichwa, sio ni ujinga? Ama ni upumbavu? Ama ni uzuri? Ama ni yote tatu? Sitaki kusema mzidi hapo. Mimi nataka niseme nimefurahi sana kufika hapa. Nimekuja hapa shughuli ya kazi. Bado tuko na kazi nyingine mpaka kule Tigania, mpaka kule Kianjai, mpaka kule sijui dunia gani ni Kinduri. Na leo na mimi nimekuja na blanketi jamani, mimi mtu wako kulala hapa. Ama mtanipangia mahali ya kulala? Mtanipangia mahali ya kulala? Kwa nani? Na hizo kwenu tuko baridi nyingi. Kama ndio mpango ya kulala itakuwa na mbaya. Blanketi inatosha kweli? So, otherwise, asante sana. Hapa niko na ndugu yangu Rigathi Gachagua ambaye mwenitakia. Niko hapa na gavana wetu Kawira Mwangaza. Mtanipangia mahali ya kulala? Kwa nani? Orete studio cha Meru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 ciogoro ntuko cionthe kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo ciogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Meru FM 96.4 rumuri rwa Meru. Eje ni Meru.